Tundu ni mdogo wangu wa 4 kutoka kaka yetu mkubwa firstborn ambaye sasa hivi alishapumzika. Anakuja yule mheshimiwa Alute wakili, watatu ni mimi katika kuzaliwa. Na professionally mimi ni mwalimu mstaafu, lakini ni mchungaji sasa hivi. Takribani miezi 6 sasa hivi Tundu Lissu yuko mahabusu. Labda unalipi la kuzungumza kuhusiana na hilo? Kwa kweli kwa familia tunaumia, we are so sad. Na mimi niseme Tundu alikamatiwa Songea na mimi ninaishi Songea. Na alikamatwa Mbinga, wakati siku moja kabla hajakamatwa alitokea kwangu, alikula chakula cha usiku nyumbani, wakaenda Mbinga kesho yake na ndio jioni yake wakakamatwa. Kwa hiyo wakawa wamerudishwa, wameletwa Dar es Salaam. Ilikuwa ni shocking event kwa sababu tunamjua Tundu. Tundu ni mtu anayeweza anaongea openly, hajawahi kuongea kitu chote kificho. Na kila mtu anamfahamu. He's a very honest man. Hana kificho, hawezi kuongea chote cha hiana, na ni mtu ambaye kwa kweli tunaweza kusema ni mtu ambaye anajitahidi kwa he's a credible leader. Kama unaweza kumtathmini Tundu maisha yake, ni mtu ambaye ni mwadilifu. Kwa hiyo haya yote ya kusemwa ni mhaini ni nini ilitushoku wote, na hatuelewi ilikuwaje mpaka akazushiwa kitu kikubwa namna hiyo, lakini tunamshukuru Mungu kwamba yuko stable na anapambana. Tunataka haki itendeke. Yaani kikubwa tunachotaka kama taifa letu ni taifa ambalo linajali demokrasia ya kweli, utu, kama ambavyo sera zinasema utu na maendeleo. Tunataka tuone utu kweli una prevail na justice inafanyika. Isiwe tuseme maneno tu tunatangaza hivyo, lakini ukija kwenye uhalisia hivyo vitu havifanyiki. Kwa tunataka Tundu amekaa almost miezi 10 sasa yuko ndani. Na mimi nimemwona tangu mwezi wa 4, nimekuwa nikija kila wakati Dar es Salaam. Nimeenda Ukonga na hata last week nilikuwa Ukonga pia, na anahudhuria mahakamani. Lakini nafikiri kila mtu anaona jinsi anavyojipambana, anajitetea, na ni kwa sababu hamna kitu ambacho amekifanya kilicho kibaya. Sisi tunatamani kuona kwamba serikali, Mheshimiwa Rais ana ile justice anaitoa. Mimi nafikiri ni yeye ndio anayetakiwa kusema kitu, kwa sababu she has been so quiet kwa muda wote. Tundu ameletwa, ni kiongozi, ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani. Nafikiri Mheshimiwa Rais alikuwa anapaswa naye kuonyesha ile justice, kuonyesha ule utu, kwamba unamweka mtu ndani na mnajua kabisa kwamba hana kosa lolote. These are political whatever issue, lakini tunaamini hivyo kwa sababu ukienda kwenye uhalisia Tundu sio mhaini, hajawahi kufanya chochote against serikali yake na taifa lake. Amekuwa akipigania haki miaka yake yote. Akipigania, mimi namfahamu Tundu, ni mdogo wangu, nimembeba mgongoni, nimemlea. So namjua mapambano yake na anavyopigania haki. Najua ametumia maisha yake yote kupigania haki. Kwa mfano kuna cases nyingi tu ambazo zinaonyesha wazi kwamba yeye ni freedom fighter. He's a freedom, ni activist wa human rights activist. Amejitahidi akitoa muda wake wote na nguvu zake zote na uwezo wake wa kielimu kupigania Watanzania. Wakati akiwa bungeni, unaona hata argument anazozitoa bungeni. Mtu kama huyo huwezi kutegemea awe mhaini. Anakuwaje mhaini wakati anatumia muda wake mwingi kupambania Watanzania? Na dunia nzima inajua Tundu ni mpambanaji wa haki za binadamu na anapigania Watanzania. Mimi naomba serikali, tunapoongea habari ya reconciliation, zile 4R, Rais aseme kitu. Where is her 4R? Na mimi kama Mtanzania, sio kama dada tu wa Tundu, kama Mtanzania nimesema mimi ni mchungaji ambaye tunafundisha watu maadili. Mama Samia ni mtu wa ibada, ni mtu wa Mungu, ni mtu anaonyesha, ni mtu wa dini. Where is that 4R? Tunataka kuona zile 4R za mama. Reconciliation, where is the reconciliation? Na unafanya reconciliation na nani? That is another question. Kama umemweka kiongozi mkuu wa upinzani ndani and then you are talking of reconciliation, huyu amechukua sehemu kubwa ya Watanzania ambao wako nyuma yake.
unafanya reconciliation, lazima mtoe kiongozi wao ndani so that you can sit on the table. Kwa mimi nasema, namwomba mama pamoja na serikali yake wafike mahali waone kwamba kweli we want peace in the country. Tunataka kuona amani Tanzania yetu ambayo tunaimisi sasa. Mimi sikutegemea maishani nchi hii itafikia hapa ilipofikia. Sikutegemea. I'm almost 70 now, na miaka 69. Lakini sikutegemea tutafika nchi ambayo tunaogopana, tunakimbia, tunafanya nini? Yani huamini mtu yeyote. Tumekuwa kama digidigi tu kwenye mbuga za wanyama. Watanzania, they are never happy again, they are never safe there. Ndivyo tunavyoishi sasa hivi. Sasa mama, mimi kwanza niseme kama mwanamke, Mama Samia naomba ipate hii message. Alipoingia madarakani, I was one of those women who were happy. Nilifurahi, nikasema sasa nasi wanawake weekend. Nikampa zile sifa zake kwamba mama, na akaja na 4R, tukasema sasa tunarudi, tunaonyesha dunia kwamba nasi wanawake tuna nini? Tunaweza. But what happened? Hey.